Ujambo na karibu mpendwa wa mtazamaji wa Biseko TV. Hii ni sport ambayo tunapita kwa kila mtaa, kila kijiwe kusudi kuwafikia wale wote wanakandanda ambao wanafurahia au wanaweza kutoa maoni yao kuhusu timu zao pendwa hapa Tanzania. Lakini tupo hapa katika kijiwe kutoka Malimbe, mtaa wa Silvini. Lakini tumekutana na mashabiki mbalimbali wataenda kuzungumzia kuhusu vilabu vyao ambavyo sasa kuna vilabu ambavyo vinashiriki klabu bingwa barani Afrika, sasa kwa upande wa shirikisho. Simba Sports Club wakiwakilisha Tanzania kwa upande wa shirikisho, lakini kuna Yanga pia wanaelekea kule Tabora, wanaozungumza wanaanza kusema vipi mitazamo yao, vipi maoni yao kuelekea katika mpambano utakaocheza saa 10 jioni. Niko na mshabiki hapo mmoja wapo. Mshabiki, habari sasa hizi? Salama kabisa, habari yako? Salama, umeshinda vizuri? Niko vizuri kabisa. Kwa majina yako unaitwa nani bwana? Kwa majina naitwa Salum Abdalla. Naendesha pikipiki hapa. Ni mpiga boda boda hapa. Capital Malimbe. Capital Malimbe. Wewe ni mshabiki wa timu gani bwana? Mimi ni Daima Mbele. Daima Mbele. Daima Mbele. Nyuma mwiko. Na tunadunda mpaka. Mnadunda paka. Wewe bwana, leo mko kwenye ligi kuu Tanzania bara NBC. Mko na Tabora. Nini maoni yako kuelekea katika mtanange wa siku ya leo? Tukizungumza kimchezo, mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu kwa sababu Tabora wanacheza vizuri, wana wachezaji wazuri, wana benchi la ufundi zuri, lakini pia wachezaji wao wengi wameshawahi kucheza timu kubwa. Ukimzungumzia kama Eriti Makambo, kuna mtu kama Ofen Chikola, wanacheza mpira mzuri, wanashambulia vizuri. Lakini sisi kama Yanga tuna kila sababu ya kushinda kwa sababu sisi ni timu kubwa, tuna wachezaji wakubwa, tuna pesa nyingi, tuna mashabiki wengi, tuna kila sababu za kuwafunga Tabora. Unajua kikawaida kabisa, ndege akikunyea kichwani mara moja inaweza ikawa bahati mbaya, ila mara ya pili basi umependa. Kwa hiyo kwa mtazamo wenu, baada ya kushindwa kufurukuta pale KMC Stadium, baada ya kufungwa magoli mawili kwa 0, ni vipi mtazamo wako kuelekea katika mechi ambayo mnaenda kucheza, na mmeka tahadhari vipi kukutana nao leo? Na maana maneno mengi yamezungumzwa, na mmefanya sheria kusherehekea hili pale Tabora, na mmezungumza na afisa habari Ali kama amezungumza. Unaona kwamba hii inaweza kuwapa direct matokeo maalum kwa siku leo? Kimpira kama nilivyosema hapo awali, tunapaswa kuwaheshimu wapinzani, lakini uhalisia ni kwamba hatuwezi tukafungwa na Tabora mara mbili. Mna uhakika? Tuna uhakika tutashinda leo, tena atachezea nyingi tu mapema kabisa. Mna uhakika kabisa? Mapema sana. Asilimia ngapi mna uhakika? Na uhakika wa 100%, na hapa nilivyo najiandaa, nataka nitie jamvi. Jamvi. Hapa Malimbe, hapa Capital Malimbe, mnaangalia wapi kabumbu hapa? Tuna mabanda mengi. Kuna banda ila hapa pembeni linaitwa Chamwino. Kuna banda lingine pale wanaita Oxygen Arena. Kwa mpira tunafuatilia kila engo, kila mechi, na tutaanza na mechi ya saa 10 na baadaye tutasubiri mechi ya Simba Sports Club ambayo atakuwa na mechi nzito sana. Lakini yule ni mpinzani wenu mkubwa sana, yule Simba Sports Club. Huyo mnamfahamu Simba Sports Club. Binafsi mmeshindwa kucheza dabi kwa sababu yake. Lakini nye kama wewe unatazama vipi katika kwa mtani wako anavyoelekea katika mtanange wa siku leo dhidi ya Al Masry kutoka Egypt pale? Kiuhalisia sina furaha na Simba. Una furaha na Simba? Natamani watolewe. Unatamani watolewe? Lakini ukiacha na kutamani kutolewa, nina uhakika watatolewa kwa sababu Warabu tunapiga mpira mwingi vibaya mno. Kwa hiyo wewe ni Mwarabu sasa? Mimi ni Mwarabu. Si ukiniangalia na asili ya Kiarabu. Hebu angalia kamera pale, waambie kuna mashabiki wanakusikiliza pale Biseko TV. Angalia tu. Hebu toa kofia kabisa kuone Uarabu wako. Kuna nanili kidogo. Mambo ya kimtandao, lakini sio kesi. Unasikia? Nina uhakika sisi kama Waarabu leo, jioni ya leo tutapiga mtu vibaya mno. Mtazamaji wa Biseko TV, huyu ni Mwarabu halisia. Amesema kwamba leo anaenda kufurukuta pale Egypt. Anahakikisha kwamba Simba Sports Club analala bila viatu. Huyu ni Mwarabu wa Yanga. Lakini kitu ambacho amesema kwamba leo Yanga wanaenda kuibuka na ushindi kwa sababu hawatarudia makosa tena walioifanya. Ni Capital moja hapo kutoka hapa Malimbe. Lakini mpendwa mtazamaji wa Biseko TV, hawa ni mashabiki wengi
wengine ambao wapo hapa, mashabiki wengine wapo hapa katika kijiwe hiki, na wengi wao ni mashabiki wa timu mbalimbali, vilabu mbalimbali kutoka hapa Tanzania. Wanaenda kuzungumzia kuhusu mitanange ya siku ya leo ambayo inaenda kufanyika, Simba Sports Club zidi ya Al Masry, lakini Yanga Sports Club zidi ya Tabora United. Nini kinaenda kutokea? Niko na mshabiki mmoja hapo. Bwana, mambo vipi? Ni aje sana mwanangu. Mambo yako poa? Mambo yako safi kabisa. Naona furaha tele tele. Wewe ni mshabiki wa timu gani bwana? Watu wanachukua abiria. Wanachukua abiria Mimi mshabiki wa Simba mjomba. Simba Sports Club. Mnyama. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Bwana, leo mko kwenye kibarua kikubwa saa 1 usiku pale. Zidi Al Masry kutoka pale Egypt. Vipi mtazamo wako kwa siku ya leo kwa Simba Sports Club? Simba cha kwanza naomba nitangulizie niombee dua kwa Mwenyezi Mungu ili tupate ushindi. Kwanza naona mechi leo ni ngumu of course. Ngumu kwa sababu cha kwanza tuko ugenini katika mazingira ambayo maybe kweli hatuyajui. Ila mimi nachotumainia timu yangu inajua sana. Inajua sana. Lazima wapate ushindi kwenye mechi ya leo. Hiyo ni lazima. Lakini moja kitu ambacho Waarabu wanajivunia navyo, kama umemsikia Mwarabu wa Yanga amesema hapa, akasema kwamba Al Masry bwana wana defense nzuri sana na golikipa mzuri. Lakini mkifanya uzembe kama jana ndugu zao wamefunga goli moja zidi Al Hilal Tripoli, Al Hilal Omdurman. Wewe unatemea vipi kuhusu kikosi cha Al Masry na ninyi mkijilinganisha na ninyi? Tegemeana na mabeki zao na magolikipa wao si ya tu. Acha bwana. Si huku Mpanzu. Huko nani yule? Mpanzu unamuita Volcano Mpanzu si noma yule. Pale mbele tunamweka hata Steven Mukwala. Mukwala tena. Au wa nyuma. Vipi Ateba? Anataka nini? Vipi Ateba? Hata yeye akiingia bado poma yake akitoka chuma na ingia nondo. Lakini kumbuka kwamba Chef Ondo Malone hayupo. Vipi inaweza kuathiri nini? No Chef Ondo Malone, no problem. Abdulazaki yupo, inspector pale yupo. Tumemaliza. Nyuma huko kuna ukitaka magolikipa ni Shindili. Yaani unamtaka wewe, Katolo anataka daka freshi, Manula anataka freshi, Lula Cleaners hivi anapona anataka freshi, Kamala ndo yani hebu angalia kamera, waambie mashabiki wa Simba Sports Club kupitia Biseko TV. Simba nyata mswaze. Kagoma yupo achoki. Kagoma achoki. Punda. Magoli mangapi uhakikishie leo? Magoli mangapi leo? Wakicheza vibaya, wanakula 2. Hapo watu waamini. Mama, na uhakika kama watashinda njaa. Unamsikia huyo? Naomba nimuulize swali. Muulize bwana. Anavyoniambia mimi hivyo. Yeye akumbuki kilichomkuta. Kwa nani? Kimekuta nini? Tabora kwani umjui? Nilisema hivi awali. Na Manundu. Nilisema hivi awali. Hebu msikiliza anasema nini? Nilisema hivi. Ndege akikunyea kichwani inaweza ikawa bahati mbaya. Ila akikunyea mara ya pili umependa mwenyewe. Sio amependa kwa sababu gani? Wewe ukamcontrol ndege. Hata ukajificha wapi ndege atakuku. Maana yake hiyo ni lazima. Yaani huyu hapa leo ukienda kwa wasachi wale wachezaji wa Yanga. Wasachi vizuri, kuna wengine wana pampas wana pressure. Umesikia maneno yake hayo? Namwambia hivi. Anaongea nini brother? Anaongea nini hasa Tabora sisi tuko mbele. Lakini moja kitu ambacho kimezungumzwa sana ni kustopishwa kwa dabi ya Kariakoo. Lakini kimeleta utata mwingi. Simuoga. Mlikuwa mnajiamini kupeleka timu pale? Mimi nimepeleka timu. Wamekuja na wazee kuja kuangalia mazoezi ya mwisho. Kuna shida gani? Wewe unaogopa mzee, unaogopa timu? Muulize wewe hapa, ulikuwa unaogopa wazee, unaogopa timu? Haya. Jibu swali, unaogopa wazee au timu? Kuna aina nyingi za majibu. Kuna aina nyingi za majibu. Kuna majibu yanayouliza maswali, si ndio? Yaani unauliza swali unajibiwa kwa swali. Haya. Kama siogopi wazee, kwa nini wewe hukuleta timu? Mimi nilileta timu. Mimi najiamini timu ilikuwepo kwa sababu mechi ilikuwa saa ngapi? Mechi ilikuwa inatakiwa icheze saa ngapi? Saa 1. Kwa nini kuleta timu siku ya mechi? Kwa sababu sikufanya mazoezi ya mwisho. Hayo ndio sababu yangu. Mimi na kama nabisha. Kifungu, kuna kifungu. Mimi na wewe. Who is this guy? Mimi na wewe. Kuna kipindi, kuna wewe kuwa makini, mashabiki wa Simba na Yanga watakupiga mateke hapa. Ache bwana. Kuna sheria inasema kuwa timu ya away lazima ikafanyie mazoezi yake ya mwisho kwenye uwanja wa ugenini, si ndio? Sasa sisi tumeenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wetu ugenini, tunakatazwa kuingia kufanya mazoezi, kwa nini tukacheze mechi? Mwarabu anasema nyinyi si wenyeji ndani wageni pale, nyinyi ni wenyeji bwana. Hamna, sisi wenyeji, yani sisi wenyeji. Kwa takwimu ya mechi inasema kama mimi ni nani? Mimi ni mgeni, si ndio? Mimi ni mgeni, yeye ni mwenyeji. Kwa nini mgeni
amfanye kama walionekana wazee 24 kwenye basi. Sasa nimemuuliza swali, anaogopa wazee na anaogopa Simba? Mtazamaji wa Biseko TV, hao ni mashabiki wa Simba na Yanga wakirushiana vidongo. Lakini hapo upande wangu wa kushoto yupo mshabiki wa Simba amevaa uzi wake kabisa. Unaonekana ni mpya kabisa uzi. Anapati popote. Aua ndo anaivaa. Naonekana huo ni uzi mpya kabisa umechukuliwa dukani. Kabisa, uone mdaza, uone. Mtazamaji wa Biseko, hao ni mashabiki wa Capital Malimbe wanazungumza, wanarushana vidoko hapa. Mwarabu bwana, mambo vipi? Safi. Mambo yanaendaje bwana? Namshukuru Mungu. Wewe ni mshabiki umevaa jezi maalum kabisa ya ubao kwenda. Ndaki kabisa. I love you Simba Sport Club. Bei shilingi ngapi bwana hii? Hii dukani kabisa 45. 45. Hatari sana dukani kabisa. Bwana, leo mna kibarua kikubwa sana kuhusu mechi Al Masry. Nini unawaza nini au mtazamo wako wewe? Mtazamo wako mkubwa kabisa wa Simba Sport Club kufuzu hatua ya nusu finali iko wapi? Kwa mechi ya leo ninavyoiona, japo itakuwa ngumu kidogo kwa sababu kule ni ugenini. Ila ushindi ni lazima. Ushindi ni lazima. Kivyo vyote vile. Kule mchezo tunamalizia kule. Wakija huko tunamaliza. Mwarabu asikie huyo. Huyo anajua. Huyo si amezoea kuishia pale. Akishashinda yale magoli 5 ajisifa akienda hata ulishamuona Yanga anafika robo finali. Uliona wapi? Toka lini amefika robo? Robo ipi? Mimi nimecheza finali, robo ipi unazungumzia? Sasa hiyo ilishaisha, sasa hivi niko wapi? Ulikuwa unasema upo klabu bingwa, sasa hivi uko wapi? Wanasema kwamba wao wamefika robo finali na wamefika finali, nimeshinda mechi moja. Wao unasema kwamba ulianza robo finali, nusu finali. Wewe anasema kwamba hujafika mahali popote ndio uko robo kabisa. Vipi wewe unamjibu vipi Mwarabu huyo wa Yanga? Huyu matokeo anayaona. Tuache tu muda ufike, muda utazungumza. Hebu ambie mashabiki wa Biseko TV hapa. Angalia kamera pale, angalia kamera. Magoli kama yatakuwa ni mengi sana, hatuwezi kupiga mengi. Yatakuwa haya matatu tu. Tunamaliza mchezo. Betie maisha. Sikiliza, betie maisha. Tukubali. Tuweke kamba hapa. Simba akishinda goli 3. Mama, 3 akishinda 3. Mimi kesho najininginiza hapa. Mimi kesho najininginiza hapa. Simba akishinda 3 bila leo. Mimi kesho najinyonga hapa. Simba akifungwa 3. Kesho ujinyonge hapa. Naomba kamba. Mjomba. Betia maisha. Anajiamini nini? Betia maisha. Sisi kama Elimpanzi. Wewe una uhakika lakini kinachoendelea hapa? Unaelewa kinachoendelea hapa? Mimi kwa alichokizungumza nimemuelewa sana. Siku zote wanasema kuiva kwa maharage ndio yale kurukaruka. Unaona? Kwa mwache arukeruke baadaye ajua ana kibarua kizito pale Tabora. Asijisahau. Na wale ndio waliomtufua kwake akiwa kwake. Hawezi kutoboa. Kule kuna asali, wanamlambisha asali anakuwa mweupe. Pale kuna asali. Hebu njoo hapa angalia kamera. Hebu nitajie kikosi cha Simba leo ambacho wewe unatamani Fadu Davis aanze nacho leo kwa siku ya leo dhidi ya Al Masry. Anza kikosi. Goli kipa twende. Waambie, waibishe. Hajui. Wewe unajua kama hajui. Kama anajua. Ndio. Hajui. Tulia basi mjomba. Mimi sijui basi mimi. Sasa hajui. Huyu tunaenda kwa viungo huyu. Twende goli kipa pale unaonekana leo nani anaonekana naye? Kamara. Pilipili. Ni mgonjwa. Mgonjwa? Huyu anataka ni mgonjwa. Basi kama ni mgonjwa, basi kama ni mgonjwa, Manula yupo. Mpe mwingine. Manula anasema kwamba hajasafiri na kikosi. Basi kama hajasafiri na kikosi, Katolo yupo atacheza. Twende namba 2. Namba 2 Shomari Kapombe. Angalia Shomari Kapombe. Namba 3. Namba 3 hapa namweka Mohamed Hussein. Twende namba 4. Namba 4 na namba 5 pache pale Abdulazaki Hamza na mwana inspector. Karibu Ashabu. Amemaliza. Wewe. Pale katikati namweka Yusuf Kagoma. Nataka nini sasa? Namba 8 Ngoma. Mama, Namba 9 namweka Ateba.
Yoyote atakayecheza tu bado poa. Twende pembeni baba, twende pembeni, twende. Elia Mpanzu. Eli Mpanzu. Umeona? Katikati bure namweka nani? Jean Shaza au hapa namba 10. Twende bwana. Kuna anawadunguaga yule. Mwarabu, mwambie mwambie mkandaji, naomba mtaje mwenyewe. Mkandaji nani? Amesema mtaje. Mkandaji. Bonge moja la nyoka, hakuna mchezaji pale. Ni nyoka sawa, ni nyoka. Haya, waambie mashabiki wa Biseko TV kwamba kikosi chako cha siku ya leo unataka kuanza nacho bwana, sisi kama daima mbele. Leo tutaanza na Jigi Diara golini. Namba 2 atacheza Isra Mwenda. Namba 3 atacheza Shedrack Boka. 4 na 5 Jobu na Baka. Mama 6 8 Muda na Ucho. Huku winga moja sijui aanze Mzize au aanze Maxi. Unafikiri tena aanze? Nawaza yani si acheze nani. Wote mkumu. Majiamini. Ugali moto, mboga moto. Basi nitaanza na Mzize. Alafu namba 10 Kia Zizi mguu wa dhahabu. 11 Pakome. 9 atacheza Prince Dube. Leo tunaenda kucheza pila manyanyaso. Yani pila manyanyaso. Yani unamnyanyasa mpinzani kwenye kila engo. Unamnyanyasa yani kwenye kila engo. Unampigia mpira, unamnyanyasa kwenye mashabiki, unamnyanyasa kwenye eneo lake mwenyewe. Leo tunaenda kucheza pila manyanyaso. Umesikia pila manyanyaso ile? Mpira manyanyaso. Tutapiga search kwenye kila engo ya uwanja. Kwa hiyo na uhakika mishale ya saa 1 hivi kama ingekuwa rahisi mngekuja hapa mniulize haya maswali, nitakuwa na uhakika tumeshinda. Mtazamaji wa Biseko TV, hawa ni mashabiki wa Simba dhidi ya Yanga wakitamba kuelekea klabu yao pendwa kabisa Young Africans wakicheza dhidi ya Tabora United ligi kuu Tanzania bara, lakini Simba Sports Club wakiwakilisha Tanzania katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Nini kitatokea? Nini kitaenda kutokea? Mimi sijui na wewe hujui, lakini tukae tusubirie kitu gani kitaenda kutokea. Mimi ni Godfrey Goson kutoka Biseko TV. Wakati mwingine, siku nyingine.